tukae. Amina wana wa Mungu. Amina jeshi la mbinguni. Ninyi ni mashujaa. Haleluya. Niwapongeze wanawake wote ambao wamehudhuria semina kuanzia Alhamisi mpaka jana Jumamosi, mkono namna hii. Mubarikiwe sana. Mbona mikono kama inakuwa michache? Naomba wanawake wote tupunge mikono namna hii. Wanawake na mabinti wote tupunge mikono namna hii. Uwe umefika uwe hujafika, punga mkono namna hii. Amina. Unajua wanawake wanaibu kwa kuwa hakufika, kwa kweli anakuwa na mkono mzito. Sasa hii aibu naiumba ni wewe mwenyewe. Ungefika kungelikuwa shida gani jamani? Kungelikuwa shida gani? Bwana asifiwe. Lilikuwa ni wiki la baraka sana, semina ya misheni ya Nzovwe, na wanawake tulikuwepo mahali hapa tukipokea maneno ya Mungu, ya uponyaji, ya baraka, ya ushindi, ya kuinuliwa, ya kusogezwa mbele za Mungu. Haleluya. Ya utendaji wa kazi. Wale ambao wamefika, utakuja kuniambia. Bwana asifiwe sana. Na kwa kweli ilikuwa ni semina ya mwanamke nzuri kabisa. Tumshukuru baba kuhani, akaona ni vema, akasema ni nyewe wenyewe wanawake, alikuwepo hapa. Bwana asifiwe. Akasema kwa mafuta ya namna hii, naomba muendelee nyewe wenyewe wanawake, ni wiki lenu. Mungu amefuta ameshusha mafuta kupitia mwanamke ili tupokee uponyaji. Na mafuta yameshuka kweli kwa mwanamke. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukushukuru baba kutupa nafasi hii sisi kama wanawake kwamba tuendelee kusimama kwa madhabahu yako. Bwana asifiwe sana. Nami nitaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Wakati anakuja mahali hapa, tumshangilie Bwana Yesu, makofi, vigeregere, kelele za shangwe, kwamba haleluya, unastahili wewe Mungu. Unastahili kupokea utukufu, heshima, mamlaka ni vyako wewe mwenyewe. Amina. Mtumishi karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Wangapi wana furaha? Wangapi wanampenda Yesu leo zaidi walivyompenda jana? Wangapi wanajisikia amani kuwapo nyumbani mwa Bwana? Mungu awabariki sana. Inaonyesha wote tuna furaha. Kipekee kabisa ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena ya kusimama mahali hapa. Asante baba, asante mama, asante uongozi wa kanisa kwa kuendelea kutuamini wanawake. Ni madhabahu chache sana wanawake wanapewa nafasi za kusimama, lakini sisi nyumbani tumepewa nafasi ya kukua. Madhabahu hii imetukuza, tunaendelea kumjua Mungu kwa viwango vingine sana. Siku hata siku tunaendelea kumuona Mungu kwa namna ya kipekee sana. Ninaomba nimshukuru Mungu. Roho Mtakatifu, rafiki wa kweli, kiongozi na mwalimu, niko hapa, nitumie kama chombo. Nimesimama, siwezi kusema. Wewe uliye mnenaji, sema na kanisa. Ujumbe uliokusudia ukafanyike uponyaji kwangu, lakini ukafanyike uponyaji kwa kanisa. Kila atakayesikia akauone mkono wako. Karibu, sema nasi. Asante Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Washindi mshangilieni Bwana namna hii. Leo imempendeza Mungu tujifunze. Tutakwenda tukishirikiana. Somo letu la leo linasema thamani yako mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Ni wa thamani kuliko kiumbe kingine chochote ambacho kiliumbwa na Mungu.
Mungu aliviumba vyote akavipa majina. Hakuna kitu hata kimoja alichosema tukifanye kinachofanana na sisi. Mungu alitengeneza, akawaumba wanyama, akaweka bahari, akaweka nchi kavu. Hakuna hata kitu kimoja ambacho kilikuwa na thamani. Lakini alipomuumba mwanadamu, akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, afanane. Kwa kumbe sisi sote tumefanana na Mungu. Sisi sote ni mfano wa Mungu. Sisi sote tunamwakilisha Mungu duniani. Kazi yetu ni kufanya ule usamani aliotupa, tunautumiaje? Ametupa usamani. Sisi ni wasamani mbele ya wanyama. Sisi ni wasamani mbele ya wadudu. Tuna mamlaka navyo vyote. Ndio maana sisi ni wasamani. Kwenye kumuumba mwanadamu ilimteki Mungu mawazo kufikiria, nimfanyaje huyu mtu? Aweje? Akasema nikimfanya kama kuku hatakuwa na thamani. Nikimfanya kama ng'ombe hatakuwa na thamani. Nikimfanya kama kitu fulani hatakuwa na thamani. Na nimfanye afanane na mimi. Kwa hiyo kumbe mimi ni wa thamani sana. Mimi nimefanana na Mungu. Kwa hiyo wanaposema tumefanana na wazazi wetu sio kweli. Sisi ni mfano wa nani? Na ndio maana shetani anatuonea wivu sana. Kwa sababu shetani alikuweko mbinguni. Anaujua uzuri wa mbinguni. Anajua sifa za mbinguni. Ndio maana hataki sisi tuende tukavione vile vitu ambavyo tumeandaliwa, ambavyo Baba anayetupenda, Baba anayetuthamini ametuandalia. Unajiuliza sana kwamba kweli sisi hatujui thamani yetu? Kwamba una kitu chako cha thamani, unakichezea chezea. Hivi unaweza ukawa na dhahabu ya milioni 10 ukaiweka pale juani? Utaitunza, utaiweka vizuri ili ile dhahabu yako isije ikaibiwa. Hiyo ni dhahabu. Je, wewe mfano wa Mungu? Je, wewe mfano wa Mungu? Unatamani kila siku uonekane bora, kila siku uonekane zaidi ya ulivyokuwa jana. Kama leo niliomba dakika 10, natamani kesho niombe nusu saa. Natamani kesho kutwa niombe masaa 2. Natamani kesho kutwa niombe masaa 4 5. Nikipita nikipiga rika baba. Watu wanajua kwamba yule aliyefanana na Mungu sasa ameingia kazi. Hatufanani naye tu kwa mionekano. Tunatakiwa tufanane kwa tabia, tufanane kwa mienendo, tufanane kwa mawazo, tufanane kwa kila kitu tulicho nacho. Tunawafananisha watoto, ni kweli. Lakini watoto tuliofanana nao wana tabia zetu. Eti watoto tuliofanana nao wana tabia zetu. Unamfananisha mtoto, unatamani awe kama wewe. Lakini mtoto uliyemfananisha unakuta ana tabia za kwa bibi wa mabibi wa kule. Hafanani na wewe. Mzazi tu unajisikia vibaya. Mungu anajisikiaje? Mungu anajisikiaje? Anatamani tufanane naye, tuwe na thamani ile aliyotupa. Sisi tuna thamani kuliko kitu kingine chochote. Mimi kujua nina thamani inanipa nguvu ya kuendelea mbele. Kujua nina thamani inanipa ujasiri wa kutembea popote ninapokanyaga. Ninajua mimi nina thamani kwa sababu niliyembeba ni mkubwa kuliko wa ulimwengu. Inanipa nguvu ya kusogea. Inanipa nguvu ya kupushi mahali ambako naona kuna ugumu. Mataifa wanasema haiwezekani. Mimi mwenye thamani ninasema hamjui thamani yangu. Mimi napita. Hakuna mahali ninapokwama. Kwa sababu mimi nina thamani. Hakufanya kazi nyepesi kunitengeneza. Hakufanya kazi rahisi kuniumba. Aliniumba kwa mfano wake. Kile anachokifanya nitakifanya. Kile asichokifanya sitakifanya. Alichukua muda. Angefanya haraka kama alivyofanya vitu vingine. Naomba msomaji unisomee Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 28. Mwanzo sura ya 1 26 mpaka 28. Yes. Biblia inasema,
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kitu cha kwanza baada ya mwanadamu kuumba, anapewa mamlaka. Anaambiwa nenda ukatawale. Mamlaka ya kwanza anayokutana nayo ni kutawala. Zaa ukaongezeke. Ni kiumbe gani Mungu alikiumba akakiambia kitawale? Ni wapi Mungu anasema simba nenda katawale, au ng'ombe nenda katawale? Mungu anamuumba mwanadamu, anamwambia nenda katawale kwa sababu wewe ni mfano wangu. Tunatakiwa tutawale. Tunatakiwa tumiliki. Tunatakiwa tuongezeke. Tunatakiwa tusiwe wa kawaida. Tusiwe vile tulivyokuwa jana. Usamani wetu uonekane nje, usamani wetu uonekane ndani, kwa sababu kitu kinaanzia ndani kabla hakijaja wapi? Hata kufa kunaanza ndani. Mtu anayekufa hafi hivi unaambia fulani amekufa. Sio amekufa wakati ule. Roho ilianza kupewa taarifa kwamba muda wa kuondoka umefanyaje? Ndio maana unakuta watu wa namna hiyo wanakuwa wanafanya vitu vya tofauti. Kwa sababu anajua muda wangu wa kuondoka, yeye ni wa samani. Kwa hiyo anajua muda wangu wa kuondoka. Wale waliopata neema ndio unasikia niitie mchungaji aniombee. Ambao hawajapata neema unasikia tu alifumba mdomo. Lakini neema ya wokovu alikuwa nayo. Kwa sababu baada ya kuumbwa tunaambiwa tutawale. Unatawala vipi kama hujaokoka? Unatawala vipi kama hujajazwa Roho Mtakatifu? Unatawala vipi kama humjui Mungu? Wa dunia hawezi kutawala. Sisi ambao tunamjua Mungu ndio tunaotakiwa tufanyaje? Yesu alifanyika patanisho kati yetu sisi na nani? Akafanyika nini? Daraja. Kumbe pale ninapookoka tayari napewa mamlaka nyingine. Ile mamlaka ya uumbaji ilikuwa imepotea. Baada ya Yesu kufa na kufufuka nimepewa mamlaka. Natakiwa nifanyeje? Nitawale. Nionyeshe usamani wa wokovu wangu. Nionyeshe kwamba mimi ninacho kitu cha nini? Cha thamani. Kama wokovu unavyoenda unarisishwa, anatoka mtu anaenda anamwambia mwingine habari za wokovu, mwingine anazipokea, anamwambia mwingine, anamwambia mwingine, anamwambia mwingine. Huwezi kuniambia ili kanisa lilianza na watu wote hawa. Hapana. Walianza watu wachache ambao walijua thamani yao. Walivyoijua thamani yao wakatoka wakawaambia wengine habari za kutawala, habari za kumiliki, habari za wokovu, habari za uzuri wa huyu Yesu. Tunatawala. Wokovu unapoingia ndani lazima mabadiliko yawepo. Mtu akiokoka anakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Lakini kuna walokole wanayabeba ya kale wanaondoka nayo. Ukiwa na ya kale huwezi kutawala. Kwa sababu unakuwa huna tofauti na nini? Na mpagani. Huna tofauti na asiyeokoka. Tukimchukulia Mungu kawaida ni ngumu kumiliki, ni ngumu kuonyesha usamani wetu kwa sababu tunamchukulia Mungu kama kitu cha kawaida. Value ya kitu inaonekana vile unavyokithamini. Huwezi kuwa na gari halafu ulioshi. Huwezi kuwa na nyumba hata umejenga nyumba ya milioni 300 halafu ni chafu. Inakuwa ina thamani? Inakuwa ina thamani? Nyumba ukijenga, vile unavyoisafisha, vile unavyoipamba, vile unavyoiweka vizuri, ndivyo usamani unavyofanyaje? Unaongezeka. Ndivyo maisha yetu ya roho yanataka.
yanataka tuwe tunajitathmini kila siku, tunajichunguza kila siku kwamba are we still there au tuko bado hapa, tunakwenda au tunarudi nyuma. Huwezi kuwa kanisani umekosana na mtu umemnunia. Unampita mshirika mwenzio humsalimii, na wewe unaenda mbinguni. Wanasema watatutangulia. Kwa nini watatutangulia? Kwa sababu wao wanaweza wakawa wanamjua Mungu kwa namna ya kwao kuliko sisi tunaomjua Mungu zaidi, na yale tunayoyaakti hayafanani. Upo kanisani na unaijua thamani ya wokovu, mwenzio ana shida, badala ya kutatua shida yake unakwenda kumsema. Upo kanisani, badala ya kuyabeba madhaifu ya mwenzio ukayachukulia mzigo kwamba nimesikia yule ana changamoto fulani, nimesikia yule amepitia sehemu fulani, badala ya kumuombea unamfanya anakuwa gazeti. Wewe uliye wa thamani, thamani yako inashuka. Hata wale unaoongea nao wanagundua kwamba huyu hana thamani. Wewe mwenye thamani lazima uonyeshe thamani yako nje. Unamkuta mwenzio na udhaifu, ule udhaifu hata kumwelekeza mtu ni ngumu. Naambia huyu ameisha. Huyu ameisha. Huyu hamna kitu. Umeokoka. Upo kanisani. Unafanana na Yesu. Kila kitu unafanya kama cha Yesu, lakini umeshindwa kuuzuia ulimi wako. Yule alishatenda dhambi. Hivyo unazijua taarifa za yule? Mbona tunasikia kwamba alifanya hiki akafanya hiki, lakini kumbe kazi yako ni kumuombea. Muombee, mwambie Mungu mkumbuke fulani. Mungu mkumbuke fulani. Anayo shida, anapita sehemu fulani, na kabla hujaongea naye muombee ili Mungu akakupe ujasiri wa kusema naye. Thamani inatengenezwa na yule anayethaminiwa. Thamani haitengenezwi na ambaye haijui thamani yake. Umempa mtu kitu cha milioni 10, ameenda kukitupa jalalani. Lakini wewe uliyekinunua milioni 10 unaijua thamani ya kile kitu. Ndivyo tunavyofanya kwenye wokovu. Tunacheza na wokovu. Tunazuia mambo ya Mungu kuwa wazi, kufunguka kwetu, kwa sababu hatujui thamani zetu. Hatujui thamani zetu. Sisi si wa kawaida. Sisi ni miungu. Tuna uungu ndani yetu. Sisi tunaweza tukamwambia wewe, nikienda nikirudi nitakukuta umesimama hapo hapo mpaka nimerudi, na ukamkuta amesimama pale pale. Kwa sababu unao uungu. Mimi naweza nikaenda sokoni nikakitaka kitu na sina uwezo kukinunua, nikamwambia Mungu hichi kitu ninaomba kisinunuliwe mpaka nitakapopata pesa nije kukinunua, na bado nikarudi nikakikuta na nikakinunua. Mimi naweza nikamwambia Mungu nina changamoto 1, 2, 3. Hii changamoto isiniletee aibu. Ikileta aibu jina lako litaaibika. Mataifa watasemaje? Watu wa kawaida watakucheka, Mungu hawatanicheka mimi. Na Mungu hapendi jina lake lichekwe. Hapendi jina lake litukanwe. Ndio maana baada ya maasi yote, baada ya uovu wote, kuanzia mwanzo tunakuja mpaka kitabu cha Agano Jipya, Yesu anazaliwa kuja kuleta upatanisho. Anahukumu kwa maji, bado anagundua mwanadamu haelewi. Anatoa adhabu hii, bado anagundua mwanadamu haelewi. Lakini kwa sababu anampenda, kwa sababu anamheshimu, kwa sababu anamthamini, akatafuta suluhu nyingine. Akamleta Yesu azaliwe kwenye mwili, afanane na sisi, ili labda tuweze kujua thamani yetu. Yesu anazaliwa, anapita, anatenda miujiza, watu wanamwamini, wale watu wanamgeuka. Tutachukua mifano miwili kwenye Biblia, watu walioijua thamani. Mfano wa kwanza ni Ibrahim. Sawa? Ibrahim anaambiwa toka,
si ndio? Anatoka. Alijua anaenda wapi? Hakujua. Lakini alipotoka, alipokwenda, ndipo alipokutana na muujiza wake huko. Mungu anamwambia, nitolee mwanao wa pekee sadaka. Ibrahimu alibisha. Alimwambia Sara. Asubuhi inafika, anambeba mwanae wa pekee, anajua ndio mwisho wake umefika, anaondoka kwa ujasiri, anasema mimi ni nani hata nipingane na wewe Bwana? Wewe ndiye uliyenipa, na wewe ndiye unaijua thamani ya huyu mtoto. Ninambeba, nitafanya kile unachotaka nifanye. Hakubisha, kwa sababu alijua thamani alionayo mbele za nani? Unaambiwa fanya kitu fulani, unaleta kikwazo. Unaambiwa hapa ungefanya hivi na hivi, unasema angefanya fulani. Thamani yako ni yako. Hawezi kuchukua mtu mwingine thamani yako. Thamani yako unaitengeneza wewe. Ibrahimu anatoka, anambeba mwanae. Mwanae anamuuliza, baba, tuna kuni, tuna nini? Mwana kondoo yuko wapi? Kama angekuwa ni mtu wa kawaida angeanza kulia kwanza. Angeweka msiba, kwa sababu anajua mwisho wa huyu mtoto umefika. Na nikitoka kule nikirudi nitamwambia nini Sara? Mtoto wa uzee wake ninakwenda kumtoa sadaka. Imani na kumwamini Mungu alikokuwa nako si kwa kawaida. Tunataka kukua, tunataka kupanda. Jamani, katika vitu tusivikimbie ni kuzishika baraka za sadaka. Katika vitu tusivikwepe kama kanisa. Wani ikija kwenye kutoa, tuwe wa kwanza. Tusilazimishwe. Tuwe na moyo wa utayari, kama vile Ibrahimu anaondoka na mwanae, anakwenda kwa ujasiri, asijue nini kitatokea, lakini anaondoka anajua Bwana atajitwalia utukufu. Ikiwa ni kufunga biashara zetu kwa ajili ya kumtolea Mungu, na tufanye. Ikiwa ni kuacha kutembea kwa magari, tutembee kwa miguu kwa ajili ya Bwana, na tufanye. Ikiwa ni kuuza pikipiki zetu kwa ajili ya Bwana, na tuuze. Ikiwa ni kuuza nyumba zetu kwa ajili ya Bwana, na tuuze. Kwa sababu alivyoniumba mwanzo kabisa, ananiambia nikatawale. Atanibariki, atanizidisha, ataniongeza. Sitakuwa mchache, bali nitakuwa nini? Hatuwezi kukwepa. Hatuwezi. Kila unapopita kwenye Biblia lazima ukutane na mahali wakamtolea Mungu sadaka. Wakamtolea nini Mungu? Walivyotoa Mungu aliwaacha? Hakuacha. Mfano ni sisi tu. Nani tangu ameanza kutoa sadaka amelala njaa? Nani ameanza kutoa michango ameishiwa? Nani tangu ameanza kutoa na madeni? Ili tumuombee kwamba nilikopa, nilikuwa na chango fulani kanisani, nikakopa, nikashindwa kulipa, ndilo hili deni linanitesa. Ili tumwambie Mungu, umeanza kusema uongo, umeanza kudanganya. Si unaahidi kwamba akikutolea utafanya nini? Kwa sababu wewe ni Mungu wa mazidisho. Wewe ni Mungu wa kuzidisha, sio Mungu wa kujumlisha wala kufanyaje. Ukiwa na 100 unazidisha mara 100, ndizo hesabu za Mungu. Hanaga upendeleo, hanaga ubaguzi, hanaga kumwambia fulani ni wa fulani au fulani ni wa fulani, basi huyu anastahili. Hapana. Yeye ndiye anayetusaminisha. Thamani inaenda na vitu vitatu. Thamani ni thamani yenyewe ya kwanza, lakini thamani inaenda na heshima, thamani inaenda na upendo. Havichukuliwi kawaida. Yule anayethamini anaheshimika. Yule anayeheshimika anapendwa. Huwezi kumkuta mtu mwenye thamani haheshimiki. Huwezi kumkuta mtu mwenye thamani hapendwi.
ni wachache sana ambao hawajaijua hiyo siri. Yule mwenye thamani lazima aheshimike. Yule mwenye thamani lazima apende. Ni ngumu sana kupendwa kirahisi rahisi. Kwa sababu wewe mwenyewe lazima uijue thamani yako. Wewe mwenyewe hujipendi, mtu wa nje atakupenda. Wewe mwenyewe hujithamini, mtu wa nje atakuthamini. Wewe mwenyewe hujiheshimu, mtu wa nje atakuheshimu. Mungu anaangalia wewe unataka nini. Anasema analiangalia neno lake ili afanye nini? Mungu afanyi out na kile unachokitaka. Mungu anafanya kile unachokitaka ili kiwe. Mungu anakupigania, lakini na wewe mwenyewe lazima uwe tayari kupigana. Mungu anakulinda, lakini na wewe mwenyewe uwe tayari kupigana. Usikubali kulindwa pasipo kuonyesha juhudi. Juhudi ya